بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ndugu Waislamu, tunaendelea na silsila yetu hii ya kumjibu bwana wa Kishia na kumwekea wazi sababu ambazo kwamba zinatufanya sisi tusikubaliane madhehebu yake. Anatulingania katika madhehebu hiyo, lakini na sisi tunamlingania katika madhehebu hizi, tunaona ndio haki iko huku na kwake kuna batili. Na utakumbuka kwamba nilikuwa bado niko katika masala ya tahrif al-Qur'an, kwamba madai ya Shia kwamba Qur'ani imepotolewa. Nilisema tutakuwa na silsila kidogo darasa hii, kwa sababu lengo langu ni kwamba niwanukulie watu vitu kutoka katika vitabu vya watu ambao kwamba wanakubalia katika ulimwengu wa Kishia. Na nafanya hivi kwa sababu najua Mashia katika jumla ya mafuhumu yao ya taqiya, ndio taqiya kwao ni kwamba wanapoona kwamba kitu kitawatia dosari na hawana njia sahihi ya kuweza kukipinga, anaweza kutafuta njia ya kudanganya. Akakwambia, akijua kama hujui, kwa mfano kabisa, atakwambia hicho kitu kwetu hakuna. Si kweli, anasema watu tubitane. Na akijua kama unajua, atatafuta njia nyingine yote ile kupiga taqiya. Nakumbuka katika miaka mingi sana tangu niko kijana, alikuja Abdullah Nasir wa Mombasa, alikuja Unguja, akatoa muhadhara wake pale kwenye jamaati la Mashia Kiponda pale. Basi katika jumla ya maelezo yake alisema kwamba watu wanawatuhumu Shia kwamba wao wanaruhusu kuingilia wake kwa njia ambazo si za kimaumbile. Na hili si kweli, mwenye ushahidi alete. Mimi wakati huo nilikuwa ushahidi ninao. Nilikuwa nimesoma kitabu cha mmoja katika vigogo kabisa wakubwa wa Kishia na nguzo zao za ilmu, anaitwa Al-Sharif Al-Murtada. Sasa Sharif Al-Murtada katika kitabu chake Al-Intisar kasema kwa wazi kwamba hilo ni halali, la juzu. Lakini yeye Abdul Nasir aliona pale kwamba hakuna mtu anayejua wala anayesoma vile vitabu vyao. Na hal kadhalika ukisoma fatwa za Asistani utaona kwamba yeye anaona mtu bora tu aache hilo jambo, lakini haoneshi kwamba ni haramu katika fatwa zake Asistani. Na ukiangalia tafsiri ya Tabatabai utaona kailetea ile herufi anna maana zote ambazo kwamba zote zinawezekana, na maana moja katika hile ni maana ambayo kwamba inahalalisha kumwingilia mtu au kumwingilia mke kwa njia ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo jambo lipo na wengine wanasema kwa wazi, na mjadala mimi nishafanya nao kwa urefu katika internet, wanaruhusu. Lakini wengine wanakuwa nini, wanakuwa wanaficha wanaogopa, basi atakwambia hicho kitu si kweli. Kwa hivyo ndio hivyo. Kwa hivyo lazima tunukuu kutoka katika vitabu vyao. Leo niko na kitabu cha bwana Al-Kuleni. Al-Kuleni ni mtu mkubwa sana katika ulimwengu wa Kishia na ndio tegemeo kubwa sana la hadithi. Anavyozingatiwa huyu katika ulimwengu wa Kishia ni kama Al-Bukhari anavyozingatiwa katika Jumhur. Mefahamiana? Na taban Shia kila kitu kwake kinakuwa zaidi yani. Sasa huyu bwana ana vitabu vyake. Katika hivyo ni Usulul Kafi na Rawdatul Kafi. Katika sehemu hizi kanukuu kama sehemu 32 vitabu hivi utakuta zenye kuonyesha kanukuu riwaya zenye kuthibitisha kwamba Qur'ani imepotolewa, kwa maana kwamba ile Qur'ani asili haipo bado, na yeye hakuzipinga. Na kwa hivyo hata baadhi ya maulama wa Kishia wamemtegemea kwamba na yeye ni miongoni mwenye kukubaliana na itikadi hiyo ya kwamba Qur'ani imepotolewa. Sitaki nisome kila kitu kwa sababu nataka nimalize hii maudhui haraka haraka ili tuende katika maudhui nyingine. Na leo nakunukulieni vipande tu, kwa sababu vile kama nilivyokuambieni sitaki kunukuu hadithi yote. Hadithi yenyewe ni kwa refu, watu wengine tupoteze wakati. Tunakwenda katika ile pointi tu. Ukisoma kitabu hichi Usulul Kafi katika ukurasa 294 kwa chapa ndogo na mimi. Chapa ndogo na mimi imetiwa maelezo na Muhammad Jaafar Shamsuddin. Mefahamiana? Darul Maarif lilmasbu'at.
nukuu kama hizi huziona katika vitabu vingine, lakini chapa tofauti. Katika sehemu hii mlango wa 97 unwani yake inaanza fihi dhikru sahifati waljafri waljamia wa mushafi Fatima, ndio unwani yake. Anataka kuthibitisha hapa kwamba Sayyida Fatima radhiyallahu ta'ala anha alikuwa na msaafu wake vile vile, ambao bado huo msaafu haujadhihiri mpaka leo. Msaafu huo mkubwa kushinda hii yetu sisi mara 3. Katika baadhi ya riwaya ya Kishia mlango huu utakuta kwamba zinaonyesha kwamba msaafu huu ni msaafu mbali, lakini nyingine zinaonyesha kwamba hapana, msaafu huu ni ule ule wa Imam Ali alioandika baada ya kufa Mtume, katika kipindi ambacho kwamba Sayyida Fatima alikuwa anajiwa na Jibrilu kuja kumliwaza siku zote. Jibrilu anamshukia kumliwaza kwa sababu ya kifo cha baba yake. Sasa sijui na huyu Sayyida Fatima naye ni nabii au vipi? Manake Jibril kwa anakujia na siku zote riwaya zinavyoonekana kwamba alikuwa anamuona, yani ndio zinavyofahamika. Hazikusema kwa uwazi katika riwaya zilizonamia, lakini zinafahamika hivyo, kwa sababu anakuja siku zote anamliwaza na anampa pole na kumfahamisha baba yake kwa sehemu gani, kwa hivyo ili apate kufarijika. Na huku Sayyidina Ali andika msaafu. Katika riwaya hii anaanza hivi: kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Abu Muhammad. Huyu kamjia al-Imamu Jaafar as-Sadiq, kamjia ili kumuuliza masala yake. Kwa hivyo alipoingia akamuuliza hivi, kwanza al-Imamu Jaafar as-Sadiq akamuuliza yule mtu. Hii pointi ya kwanza ishie katika hadithi ya uongo, pale kujua kama uongo wa Kishia katika vitabu vyao na ulivyojazana. Al-Imamu Jaafar as-Sadiq anamuuliza, ha huna ahadun yasma'u kalami, kabla kuuliza swali la kwanza, je, hapa hakuna mtu yote hapa ambaye kwamba atakuwa anasikia tukizungumza hapa? Atakuwa anasikia mazungumzo yetu, tuko peke yetu mimi na wewe tu? Mtiaji maelezo hichi kitabu hapa chini hapa akasema hivi, isharatun ila anna mas'alatahu mimma la yajuzu an yasma'aha ahadun min al-mukhalifin. Hii ni ishara kwamba yale masala yake anayotaka kuzungumzia ilikuwa ni katika jumla ya mambo ambayo kwamba hayajuzu kusikiwa na mtu yoyote katika watu wa madhehebu nyingine ambaye kwamba si Shia. Sasa hapo kwanza angalia kwamba huyu ni imamu maasumu, ni imamu ambaye kwamba anamrithi Mtume. Risala imetoka kwa Mtume, imepita kwa Imamu Ali, imekwenda mpaka kumfikia huyu al-Imamu Abu Abdullah Jaafar as-Sadiq. Na malengo ya maimamu hawa ni kwamba waje waongoze watu katika njia iliyonyooka, wafundishe kipi kinafaa, kipi hakifai. Lakini badala yake hapa anaficha, anampa siri mtu maalumu, na si siri, ni mafunzo ya dini, anampa mtu maalumu. Ndio kama kule Qur'ani alipo mtume afikisha kwa ulimwengu kampa Ali tu, na hapa Imam Jaafar as-Sadiq anazungumza na mtu wake special tu, wengine sitakasikia. Haya ndio dini hiyo. Manake hawa wanakuwa wanazua uongo, alafu ile uongo na geukia wenyewe, jambo licho wazungu na backfire. Mfahamiana? Kwa hivyo hizi ndio riwaya za Kishia zilivyo. Huu ndio ushia wenyewe. Yani nyinyi mkisoma vitabu vya Kishia mtastajabu. Naona ajabu sana mimi watu ambao kwamba wamesoma wengine na akili zao wakadanganywa kama hivi. Utaona vituko tu wewe. Madhehebu yote imetegemea katika riwaya za uongo, imetegemea tawili za uongo za aya, tawilati batila, imetegemea mambo yote ni tamthilia. Ni theater tupo anafanya mambo yote. Kwa hivyo na hapa bwana anasema hivi, anasema kwamba imamu anauliza, ha huna ahadun yasma'u kalami, hivyo hapa kuna mtu anasikia maneno yangu haya? Baada ya hapo anasema, farafa Abu Abdullah sitran bainahu baina baitin akhar fatala fihi thumma qala. Kisha baada ya hapo al-Imam Abu Abdullah yani Jaafar as-Sadiq akafungua pazia lake, akainua pazia ambalo liko baina yake na nyumba nyingine, akachungulia ndani yake. Imamu achungulia nyumba ningwa.
Kwa hivyo imamu watu nyumbani kwa watu bwana, kwa vijana piga bodi. Haya ndio imamu huyo jamani. Hiyo ndio riwaya na sahihi hiyo, sio kama riwaya kuchezea hiyo, ni riwaya sahihi yani, katika kitabu sahihi asahu min asahih alkutub. Kwa hivyo akachungulia ndani yake. Baada ya hapo tena ndo akaanza kumjibu ile maswali yake. Maswali yake ni mengi hapa, mengi sindai kunukuu, kitu tunakwenda katika zile point ambazo kama ninazitaka. Sasa baada ya hapo utaona kwanza point moja nimekupa hiyo katika maneno nukuu, kwamba mtu katumwa kwa ulimwengu, lakini hiyo risala anaificha, anaisitoa kisiri, anampa mtu mmoja tu. Pokea hapo kwanza. Pointi ya pili ni kwamba kwa mujibu wa maneno haya anauliza Jaafar Sadiq, je, kuna mtu hapa anauliza, na baadaye anafungua pazia kuzama nje, kuzama nyumba nyingine, kwamba je, hakuna mtu anatusikia? Ina maana kwamba Imam Jaafar Sadiq alikuwa hajui ghaib, wala hajui, wala si maasum manake. Lakini riwaya hii, hadithi hii naikata sababu refu hapa mbele tutaje kuona kwamba kumbe alikuwa anajua ghaibu Imam Abu Jaafar Sadiq, na si peke yake ndo. Hata hii nakumbuka siku moja katika ukumbi wa Zanzibar, ili mmoja katika mashia alizeta alaki yake akasema, ile maneno siyakumbuki, lakini baadaye hii point aliyozungumza hii naikumbuka. Akasema ikiwa maimamu wetu wanajua ghaibu, sasa kule tunasijua alimalizia vipi, yani tuseme kwamba ikiwa alikuwa anajua ghaibu basi itakuwa hivi 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 kama hivyo, lakini neno anajua ghaibu na alikumbuka. Kwa hivyo ni itikadi ya Kishia. Yule hakusoma, si msomi ninavyojua mimi, yule mtu aliyotia sijasikia kama ni msomi, lakini ni mambo kayapokea kutoka mashehe wao kwamba wamemuona jua ghaibu, na ndivyo zinavyoonyesha riwaya zao nyingi, sio moja. Lakini hapa mbele riwaya hiyo hiyo, sikiliza anavyosema katika ukurasa wa 295. Sasa anasema thumma sakata saa thumma qala, kisha Abu Jaafar Sadiq akanyamaza kitambo kidogo, halafu akasema inna indana ilma ma kana wa ilma ma huwa kain ila an taquma saa, hakika sisi maimamu Ahlulbayt tuna ilmu ya mambo yaliyokuwa huko nyuma, yote tunayo ilmu hiyo, na tuna ilmu ya mambo yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama tunajua. Mbona hakujua kama pale kuna mtu hakuna, mpaka akachungulia nyumbani ngwa, akaondoa pazia akachungulia nyumbani kwa watu, kwa Kipemba nyumbani ngwa, nyumbani kwa watu na kusemea ni Kipemba kidogo mpaka kujifunza Kipemba. Aiwa, Mpemba kumbe nyumbani ngwa maana yake nyumbani kwa watu. Sasa hakujua bwana huyu kama kuna mtu pale, lakini anajua mambo yaliyopita nyuma yote anajua, na mpaka kiyama anajua. Hadithi na hivi ndio batil na kujigonga. Hiyo pointi ya pili chini katika hadithi hii. Lakini pointi ya tatu ndio muhimu, kwamba hapa kataja vitabu tele ambao kwamba wanavyo. Kwa mfano akaanza hapa akasema inna indana aljamia wama yujrihim mal jamia, qala qultu جعلت فداك أو مال الجامعة. قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملاؤه من فلق فيه وخط علي بيمينه إلى آخر ما قال. kwamba sisi na kitabu ambacho kama kinaitwa Al-Jamia. Kitabu hichi urefu wake basi ni dhiraa 70 za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambacho kwamba Mtume kakitolea imla mushafahatan, fahamu min filq yani mushafahatan, kakitolea. Na Imam Ali ikawa anakiandika kwa mkono wake mwenyewe wa kuume. Kitabu hicho nyinyi hamna leo, hata mashia hawanacho. Anasubiri nani? Mahdi aje kidhihirisha. Tumepotea tu. Mtume aliotumwa aje awafikishie risala tu kwa ulimwengu, watu wanampaka leo risala kuifikisha, au tunapotea, hawajui kilicho ndicho wanasubiri mpaka aje Mahdi. Karne 14 mpaka 15 sasa hivi tunakwenda hiyo 15 tena, hatujui halal na haramu ilivyo. Elimu imefichwa. Ndio mtume huyo ambaye kwamba wama ala rasuli ila balagh mubin, ndio huyu mtume ambaye kwamba hakutumwa isipokuwa ufikisho lo wazi. Haya, kitabu kingine wakasema, anasema Imam Jaafar Sadiq anasema wa inna indana al-Jafr wa ma yajrihim al-Jafr, na pia tuna kitabu kinaitwa al-Jafr. Ni kitabu gani hicho?
akamwambia wi'a'un min adam au min udum fihi ilmu an-nabiyina wal-wasiyina wa ilmu al-ulama'i alladhina madaw min bani Israil. Tuna kitabu chake kinaitwa Jafar. Al-Jafr hii bwana ni kitabu ambacho kwamba kimefanywa kwa ni chombo cha ngozi, yani chombo cha ngozi. Ndani yake kuna ilmu ya manabii wote bibiawe, na ilmu ya makhalifa wote, mawasina, sio hawa tu mpaka walopita huko, na ilmu ya wanavyuoni wote bani Israili wale. Kwa hivyo hawa mayamwakishia itakuwa wamepita manabii wote, wamepita. Maana ilmu ya Adamu wanayo wao, ilmu ya Ibrahim wanayo wao, ilmu ya Musa wanayo wao, ilmu ya mitume wote wanayo wao, na ilmu ya makhalifa wao wanayo wao, na ilmu ya wanavyuoni wa bani Israili wote wanayo wao. Hawa wamepita mitume wote. Hivi ndivyo ilivyokuwa Shia ikijengwa katika nyoyo za watu, na mpaka leo kuna Shia yani walivyo madhehebu yao ya nini wenyewe, lakini hawajui wenyewe kama ni mambo ya kupandikizwa na kuwa psychologically wamekuwa programmed namna hii, waamini kitu ambacho kwamba hakipo. Na yote na sababu yake ni sababu kwamba wao tutakuja kueleza zaidi huko mbele tuelewa. Ilipotokea ile mizozo Bani Umayya na makhalifa hawa na hawa kina Hassan na Hussein hawa, ndio pale kwanza wakaona katika kuwatetea wale waanze kutunga mahadithi mengi ya uongo, wakawa ndio wanatetea kumbe ndio wanaharibu dini ya Mungu. Hailindi kwa uongo bwana. Dini ya Mungu iko wazi, hailindi kwa uongo. Alifanya dhulma yake. Haya Mwenyezi Mungu tayari shaeleza dhulma katika Qur'ani, hakuna haja ya uongo yani. Kwa hivyo hicho kitabu kingine. Halafu ndio kuna huo msahafu wa Sayyida Fatima, akamwambia wa inna indana la mushafa Fatima, hakika sisi tuna msahafu wa nani? Bi Fatima. Wa yadrihim ma mushaf Fatima. Halafu akamwambia mushafu fihi mithlu qur'anikum hadha 3 marat wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahid. Ambia msahafu wa Fatima bwana tulikuwa nao sisi, basi kama msahafu wenu nyinyi huu ni mara 3, alichanganya Qur'ani mara 3 ndio utapata Qur'ani ya Sayyida Fatima. Lakini ndani yake humo hiyo Qur'ani ndio kwa nyinyi kule haipo hata herufi moja. Kwa hivyo ni Qur'ani mpya hiyo. Kwa hapa inafahamika kwamba Qur'ani msahafu huu tofauti na ule wa Sayyidina Ali, inafahamika. Lakini kule katika riwaya nyingine utaona vile vile kwamba msahafu Sayyidina Ali ndio huwa Fatima. Migongano namna hii, na hizi ndio riwaya zao wanazokao kudhibitisha itikadi zao kama hizi. Sasa huyu bwana ana mambo mengi ana mambo mengi sana. Mimi naruka. Hii ni juzu ya kwanza nimesoma hapa kidogo. Hebu tuangalie kidogo katika juzu yake ya pili, sehemu moja, ili upate kuzidi kuona mgongano baina ya maneno yao. Na Kuleni bwana, huyu ni Kuleni, al-Kuleni Bukhari wa Kishia. Na taban madamu katika Shia atakuwa ni bora kushinda Bukhari. Katika juzu ya pili kwa chapa ndio kwa nayo, taban chapa zinatofautiana. Au juzu ya pili ukurasa wa 583. Mlango ndio njia rahisi ya kupata sehemu ni kuangalia mlango. Mlango wake ni mlango wa 281, babu anna al-Qur'ana yurfa'u kama unzila, mlango kwamba Qur'ani itaondoshwa kama vile ambavyo kwamba imeteremshwa pia baadaye itaondoshwa. Mlango huo kuna riwaya mbili tu hapa, moja mbili basi. Hapa anasema hivi, anauliza mmoja imamu wao, yani mfuasi anamuuliza imamu, anamwambia inna nasma'u al-ayati fi al-Qur'ani laysa hiya indana kama nasma'uha wala nuhsinu an naqra'aha kama balaghana ankum fahal na'tham? Faqala la iqra'u kama ta'allamtum fasayatikum man yu'allimukum. Riwaya inasema kwamba mfuasi anamuuliza imamu, anamwambia kwamba hakika sisi tunasikia aya za Qur'ani ambazo kwamba hatunazo sisi kama tunavyosikia, wala hatuwezi kusoma vizuri kama vile ambavyo kwamba imetufikia kutoka kwenu. Je, tunafanya makosa, tunapata dhambi sisi?
Akamwambia hapana, mpali dhambi, zisomeni kama mlivyojifunza, yani someni Qur'ani hiyo hiyo kufikieni. Fasayatikum man yuallimukum, lakini atakujieni yule ambaye kwamba atakufundisheni, yani al-mahdi muntadhar, kama zilivyo riwaya nyingine nyingi zinavyoonyesha. Haya ni mengi kama nilikwambia, bwana anasema kama 20 na 32 katika vitabu vyake ambazo kwamba anazungumzia masuala kama haya. Lakini tena angalia mgongano mwingine hapa sasa, yani itikadi yote na kwa batili lazima ijigonge kichwa na mguu tofauti namna hivi, ndio unaona Qur'ani ya kule ambayo kwamba imefichwa. Riwaya zinatuambia nyingi kwamba Qur'ani hiyo Mtume alimkabidhi nani? Sayyidina Ali. Na Sayyidina Ali alipokuwa nayo kwa nani? Wale masahaba wa mwanzo Abubakar na Umar wakakataa Qur'ani hiyo, akaificha, hakuwapa tena, na akamwambia kwamba hiyo Qur'ani itakwenda mkono kwa mkono kupitia kwa watoto wangu mpaka kufikia kwa al-mahdi al-muntadhar, kwa maana kwamba hakuna yoyote Qur'ani hiyo anayojua, hata mmoja aliyoiona. Imekuwaje tena hawa wamezisikia hizi aya zikisomwa zote wapi? Na Qur'ani imefichwa, hakuna alikuwa nayo, hata maimamu hakuambia watu wao. Sasa hapa yeye kapata wapi? Ndio utaona, angalia uongo unavyojigonga wewe. Uongo uko namna hiyo. Qur'ani bado imefichwa, na al-mahdi ndio anayosema kana huko, asubiri ape ruhusa ya kujichomoza, achomoze aje na Qur'ani yake ambayo kwamba imeteremshwa kwa Sayyidina Ali. Sasa hawa wamepata wapi kujua? Na utaona baadaye, nitakunukulieni katika darasa nyingine, nitakunukulieni aya tele ambazo kwamba anasema zimeondoshwa maneno kwamba hapa limeondoshwa Ali, hapa limeondoshwa Ahlulbayt. Aya za Qur'ani mmepata wapi? Na hii matuambia kwamba ile Qur'ani iko kwa al-mahdi al-muntadhar, na kwamba ilikuwa na mkono kwa mkono, wala hakuna aliyefundisha Qur'ani hiyo. Kudhihiri kwake ni kwa wakati maalum, kwa hivyo riwaya yenu kama tutadhihiri wakati wa nani? Al-mahdi al-muntadhar. Huyo ni mmoja. Sasa hapa mimi na vitabu vingine ninavyo katika vitabu vya Mashia, na vingine sina vitabu vyao, lakini na nukuu kutoka kwa watu ambao wameandika. Lakini si kwamba na nukuu tu, wale watu walioandika masala ya tahrifu Qur'an wana vitabu vyao vile ambavyo kwamba ninavyo, kila nikirejea nakuta sawa sawa nukuu. Kwa hivyo vile ambavyo sina huwa nawaamini kama ni wa kweli, kwa sababu nilivyonavyo vote, kila anapoandika kitu ngirudi na kukuta vile vile, sikuti ameongeza herufi hata moja. Kwa hivyo nawaamini kama ni wa kweli, na hichi kitabu kimeenea, watu wanakijua, Ashia Tahrifu Qur'an ya Muhammad Maradha. Hebu kidogo tumwangalie bwana anasema vipi katika kitabu chake hichi. Anamnukuu pia Abul Qasim Al-Kofi. Bwana huyu anasema hivi katika kitabu chake hichi, anakiita Al-Istighatha, ukurasa wa 25, anasema hivi: wa min bid'ihi, katika bid'a zake. Nani bid'a za Abubakar? Lamma arada an yajma'a ma tahayya lahu min al-Qur'an sarakha munadihi fi al-Madina, alipotaka kuikusanya ile ambayo kwamba alikuwa nayo miongoni mwa Qur'ani, yani Qur'ani alikuwa nayo Abubakar, basi mwenye kunadi wake yule alimwamrisha mtu anadi, kwa hivyo akaita yule mtu katika mji wa Madina. Thumma qala, kisha akasema: la naqbalu min ahadin minhu shay'a illa shahidai adlin wa inma illa shahidai adli, lakini hatuikubali mtu yote kwamba ndio Qur'ani, tumbe hii ndio Qur'ani mpaka patikane mashahidi wawili waadilifu. Halafu anatia yake hapa, anasema: wa inma arada hadha alhal li alla yaqbalu ma alafahu amirul mu'minin alayhi salam. Alidai hivi Abubakar, hawa walisema hivi ili upate njia ya kuikataa ile Qur'ani iliyotungwa na nani? Na al-Imam Ali. إذ كان ألف في ذلك الوقت جميع القرآن بتمامه وكماله من ابتدائه إلى خاتمته على نسق التنزيل. kwamba wakati huo, kwa sababu alikuwa vipi, alikuwa mwalimu mtu pekee yake ambaye kwamba kaiandika Qur'ani tangu mwanzo mpaka mwisho kamili kabisa kwa utaratibu ule ule ulioteremka. Falam yaqbal dhalika minhu, lakini hakuikubali Qur'ani hiyo kutoka kwake, khaufan an yudhhira naam an yadhhara,
خوفا أن يظهر فيه ما يفسد عليهم أمرهم, ili kwa kuhofia isije nini yakadhihiri mambo ambayo kwamba yataharibu jambo lao, yataharibu jambo lao. Falidhalika qalu, na kwa hivyo ndio wakasema la naqbalu alquran illa min la naqbalu alqurana min ahadin illa bishahidi adli. Kwa hivyo hatukubali kwamba Qur'ani kutoka kwa mtu yote mpaka washuhudie mashahidi wawili waadilifu. Kwa hivyo hiyo ndio alama yake Abubakar, kwamba kusema kwamba washuhudie mashahidi wawili waadilifu. Yani alitaka Qur'ani yote uchukue Qur'ani waweke tu, aseme ni Qur'ani. Haya, halafu kuna kigogo mwingine chuma kikubwa kuliko hicho, alimu mkubwa huyo, Sheikh al-Mufid. Sheikh al-Mufid kitabu chake anakiita Awail al-Maqalat, Awail al-Maqalat, ukurasa 13. Anasema neno haya, anasema nanukuu baadhi tu, maana yote itakuwa nini. Anasema kwamba wattafaqu ala anna al-a'immata ad-dhalal أو أئمة الضلال, نعم أئمة الضلال, واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تحريف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. wamekubaliana maimamu wao, mashekhe wao wamekubaliana kwamba viongozi wa upotovu aimatul dhalal ndio nani? Ndio kina Abubakar na Umar na wengine masahaba wengine, aimatul dhalal, viongozi wa upotovu wamekwenda kinyume hao katika mengi, kuanzia kuipotoshia Qur'ani na kuiweka sawa, kubadilisha kurekebisha tofauti na vile ilivyoteremka, na hali kadhalika walibadilisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Qur'ani kumjibu Sheikh al-Mufid hii sio haijatimia. Huyo ni Sheikh al-Mufid mkubwa huyo, si mchezo. Yani ukitambua Sheikh al-Mufid wewe fikiria kama mtu kama Ibn Hajar al-Asqalani, yani fikiria mtu kama huyo, yani fikiria mtu kama Imam Suyuti, mtu kama huyo unaomba katika Sunni. Mfahamiane, fikiria mtu kama Ibn Taymiyyah katika Sunni, unaomba mtu kama huyo, ndio Sheikh al-Mufid huyo. Lakini maneno yake na Qur'ani imepotoshwa. Kwa hivyo si jambo la mitaani, si jambo la mitaani, wala si jambo la kutajwa na watu wadogo wadogo, mashekhe wadogo wadogo. Ni kitu kimetajwa na wanavyuoni wakubwa mno wa Kishia. Halafu naam, halafu kuna hapa katika kitabu chake bwana akamtaja vile vile al-Ardibili wa tahrif al-Qur'an. Ana kitabu chake hiyo anakiita Hadiqatu Ash-Shia. Anasema kwamba inna Uthmana qatala Abdullah bin Mas'ud, kwamba Uthmani kamuua nani? Kamuua Abdullah bin Mas'ud. Ana uongo huo, uko na kichwa na miguu. Baada an ajbarahu ala tarki al-mushaf alladhi kana indahu, baada kumlazimisha Umar, kamlazimisha nani? Ibn Mas'ud, kwamba achane na msahafu alikuwa nao Ibn Mas'ud, yani achane nao. mfahamiane. وأكرهه على قراءة ذلك المصحف الذي ألفه ورتبه زيد بن ثابت بأمره. Na akamlazimisha kwamba lazima asome msahafu alikuwa nao nani? Alikuwa umeandikwa na Zaid bin Thabit. Umar akamuua nani? Asoma ni Uthmani. Ni uongo ulikuwa huna maana, wakini vile vile. Alafu akasema kwamba waqala al-ba'd, wengine wakasema inna Uthman amara Marwan ibn al-Hakam wa Ziyad ibn Samura الكاتبين له أن ينقل من مصحف عبد الله ما يرضيهم ويحذف منه ما ليس بمرضي عندهم ويغسل الباقي. haya ndio madai yao. Anasema huyu bwana huyu akishia kwamba Uthmani alimwamrisha Marwan bin Hakam na Ziyad bin Samura ambao walikuwa wakimwandikia kwamba anukuu katika msahafu wa Abdullah bin Mas'udi Abdullah bin Mas'udi mambo ambayo kwamba yanawaridhisha wao tu basi, na aondoshe mengine ambayo hawaridhishi, alobakia atupilie mbali huko. Kwa hivyo Qur'ani haikutimia vile vile. Hiyo ndo itikadi ambayo kwamba iko katika Kishia, na ndiyo bwana wewe, sisi tunaona madhehebu yenu kwamba ni madhehebu ambayo kwa mtu mkono na Mayahudi. Naomba leo tushie hapa, ili baada inshallah darasa zolokia labda nitakwenda kama darasa 2 ni maudhui hii, ili nipate kwenda katika maudhui nyingine. Leo niishie hapa. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.